Okay, basically, what are market makers? Know what you are up against. The forex market equal in such a way that is not rigged, lakini is controlled by fewer people. Fewer people inamaanisha kwamba kabla retail traders wajaja kwenye forex market kulikuwa kuna only big banks na hedge funds. In terms of everybody ambao alivyokuwa kwenye forex alikuwa an at least 1 million US dollar. 1 million US dollar in terms of capital. Lakini kwa sababu sasa hivi sisi tumeweza kupewa leverage na brokers wetu, kwa hiyo sasa hivi we are considered as small retail traders. Kwa hiyo market makers, nikiongelea kuhusu market makers namaanisha the big players in the market, ambao they are also called the institution traders. Kuna a lot of things kabla tujaanza tunabidi tuelewane. Kwanza naombeni vile vitu ambavyo tumejifunza kwenye Forex Bible, baby pips, a lot of strategies tumejifunza. We should at least for the next half an hour to put aside tuone kama unaweza kunielewa what I really mean about this strategy. This strategy ni nzuri, inafanya kazi when you don't mix with anything. Hizi vitabu vetu ambao tunavyovisoma kwa forex, they are for retail traders. This is what they want you to see in terms of what they want us to think. Unanielewa? Trend lines, kuna range, kuna a lot of strategies ambao retail traders. Lakini amjiulizi kwa nini 95% of the people who start forex in the first year wana fail. Je, our 5% wana nini cha ziada? Unanielewa? Only 5% out of 100 people, 5 people wana succeed, na wengi wao wa 95% wanadhani ni either ni watakuwa wao wenyewe au labda ni poor risk management. Lakini kama una system mbaya na una proper money management, ni kwamba tu itakuchelewesha ku blow out your account. Sio kwamba itakuwaisha, yani ni kwamba utachukua muda kufail kama una proper risk management. Lakini kama una proper strategy with a proper risk management, you are likely to succeed. So this is the time to answer think like the 5%. Let's for the first time in this hour to fikiria in terms of the market makers. Just fungua akili yenu in terms of mnielewe kitu gani ninachozungumzia ili twende pamoja. Kwa hiyo tunaanza, what are market makers? Tunataka tujue what are market makers. In terms of market makers ni, in short, kama nilivyosema, ni those big hedge funds. The institution traders, hawa ni banks na big hedge funds. Hedge funds na banks usually hawahitaji leverage kama sisi tunavyohitaji. Sisi twenye $500, $1000 tunahitaji leverage kwa sababu mtaji wetu ni mdogo sana wa kufanya any substantial profit or loss. Lakini as banks wana big capitals. This big capital inawezesha ku control the market. Wakisema leo dola tunataka ishuke chini paka kiasi fulani, na kwa sababu wanaweza ku move market inakuepo moved by money. Unanielewa? Kwa sababu according to supply and demand, inamaanisha people who wakitaka dola, banks ita supply, na the other way around. Kwa hiyo
hawa naomba tuelewane, hawa sio wale ambao tunasema brokers, ambao market maker brokers au ECN brokers. Hao brokers ni watu tofauti. Kuna hao ni types of brokers. Kitu nachoongelea ni institution traders katika topic yetu. Kwa hiyo hawa sio wale brokers, kwa hiyo tusichanganyane in terms of terminologies. Hawa ni institution traders, hawa ni banks, hawa ni big hedge funds. Sasa hawa big hedge funds wana nini? Objectives zao ni kufanya nini? Tujiulize. Kwanza cha kwanza wana induce traders to take position. Uliwahi kukaa kwenye MT4 yako ama whatever platform unaotumia, ukakaa ukaona kama price inashuka. Price inashuka lakini inakaa in terms of I move, it doesn't move. Unanielewa? Yani it doesn't move. Kwa hiyo wana create panic, wana induce fear, wanatumia a lot of emotions. There are two emotions ambao wanazitumia ni greed and fear. Fear of missing out na greed of getting more. Umenelewa? The things ambao wanaweza kufanya ni vitu vikubwa sana. Hii ndo kwa sababu wewe unaweza kujiuliza, wewe ukishaingia tu kwenye trade, at that moment inaenda against you. Tuseme ulikuwa na trade breakouts, umesema una trade London breakouts. Ukiingia tu wao wanajua, wanaziona positions zenu. Tutaenda kuona jinsi vitu gani wanao arsenals and tools walivyo nazo. Lakini cha kwanza ni kwamba kitu objectives zao ni to take your money out of the table. Yani they're here to make money. Inamaanisha wewe uki lose money, yeye anapata money. Someone has to lose money for him to get money. That is why they're there. That is why your brokers, your dealers, na our market makers, they're there. They're usually against you. Okay. Simaanishi brokers wote au wote ni wabaya, lakini inamaanisha kuna some of the brokers sio watu tunaowadhania. Kwa hiyo tutaendelea nani. Kwa hiyo the roles played by your brokers. Sasa hawa ni brokers. Hawa ndio watu kama, sitaki kuwataja brokers, lakini ni a lot of, kila mtu anajua brokers gani. Sasa hawa brokers na wao they're there to make money. Most of the brokers, wao ukichukua position, sasa wale market maker brokers, wao ukichukua position, wao wanachukua position against you. Yani inamaanisha wao ukibuy euro USD, wao wanauza ili wakuprovide. Inamaanisha hawatafuti mteja, ni kwamba wanakuuzia, wao wanakufeel at the right hiyo position. Sasa hizi vitu inamaanisha wanaweza kutumia against you, kwa sababu wao ukipata hela wao wanaliwa. Kwa hiyo sasa that game in terms of forex inamaanisha they have to make sure they cover your positions. No maana usually there's this thing inaitwa be booked. They are be booked, wana be book customers wao. Kwa hiyo unakuta mara nyingi sana wanachukua opposite position, kwa sababu according to the analysis 95 of you will fail. Kwa hiyo wakiwabibu wakichukua opposite position, wanamaanisha 95% yao watapata hela. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo unaviona kwenye screen yao, wana trigger all stop loss, wana records, wana throw spikes. A lot of times unaweza uingia kwenye brokerage ingine, yani tukifungua MT4 mbili uone tofauti. Useme high of the day labda ilikuwa 1.12 ya euro USD, lakini ukiingia labda kwenye brokerage ingine unakuta extend the high of the day labda in 5 pips. Ni anacheza mind tricks. Kwa hiyo it depends with the type of broker unatumia. Kwa hiyo hata wakati unachagua broker unabidi uwepo mwangalifu sana. Kuna a lot of brokers ni wananani, they're good actually, they're good. Lakini kuna wengine they're very shady brokers out there. Yani hata jinsi wanavyochezea spread na vitu vingine sana it's usually against you. Yani ukiachana na the other market maker au institution traders, tuseme brokers wao wenyewe, maana broker wako ni dalali wako in simple terms. Kwa hiyo sasa our brokers and dealers
hapa nadhani tumeshamalizana. Kwa hiyo hizi notes nitazitoa baadaye, lakini kwa hiyo a lot of things tutaelezana baadaye. Sitaki kusoma hizi notes in line, lakini nataka muelewe zaidi kwa sababu these are very important thing. These are the people who you are up against. Unanielewa? Tunaendelea market maker limitation. Sasa the market makers, they don't have the in short, wana limitation na restriction. Unanielewa? This limitation and restriction wana limited equity. Kama tulivyokumbuka, kama mnavyokumbuka niliwaambia these are big hedge funds and banks. Kwa hiyo inamaanisha hata hedge funds wenyewe, hata kama wana milioni 50, dola milioni 50, bado wana limitation in terms of equity. Na pia wana limitation in terms of ADR. ADR in terms of ADR ni basically ni average daily range, ambayo usually most of the pairs inayo. Kama euro utaweza ukute on average inaenda 100 pips in a day. Yani whether it's up or down, tukifungua saa 6 usiku itaweza iende average 100 pips in one direction or in both direction. Unanielewa? Kwa hiyo sasa hizi ni ADRs. Alafu cha tatu ni kwamba IFM, International Monetary Fund, na governments. Government in terms of central banks. Kama hapa Tanzania tuna BOT, in Europe tuna ECB, in America tuna the Federal Bank. Kuna limitation. Banks hawezi, central banks hawezi kukubali currency yao ichezewe na watu. Kwa hiyo wao wanakuwa very careful. Market makers wanakuwa in terms of sawa euro ina anticipate kupandisha interest rates, si ndio? Lakini tunajua interest rates zikipandishwa in terms of fundamental analysis, the euro will rise. Lakini jinsi market maker anavyoipandisha euro, anaipandisha in such a way that all the retail traders, hata kama wewe ulikuwa unajua unabai, anahakikisha in terms anakutoa alafu yeye atapanda. Kwa hiyo unakuta there's a lot of things. Ndio maana nasema in economics, in simple economics, kwa wale ambao wamesoma economics, unaweza useme mbona shule tumefundishwa interest rates zikipanda euro inapanda, lakini je, kwa nini sasa watu wa make money out of that? Ni kwa sababu unakuta kuna few individuals in the market, big individuals, wanajua all retail traders wakiona interest rates zinapanda, what they go to do ni wanaenda kununua euro. Kwa hiyo kabla ya kupanda euro, wao wanahakikisha they go down kama 100 pips against you guys, ili watoe kwanza stop zenu zote, alafu wao ndo wapande. Kwa hiyo hizi markets ni very complicated, lakini tukielewa in terms of that, nitaonyesha kwenye charts kitu ninachomaanisha, lakini tukielewa in terms of that, tunaweza kuelewa jinsi ya kutrade in line with these big banks, kwa sababu inawezekana tujue walipo. Tunaenda kufanya na tutawaonyesha. Tukiendelea, tunaanza sasa kuona the tools, the market makers tools and arsenal. These are the tools ambao wao wanatumia sasa. Sasa tujue kwanza walipo. Usually kuna 5 market maker desk. Kwa hiyo wewe unaweza ujiona umekaa na screen yako na kompyuta yako huko mwenyewe, lakini hao watu wana desk 5. Moja iko Chicago, New York, London, Hong Kong, na the other one. Lakini these are very big traders. Hao wanajua price inapoenda in the next 1 hour, in the next 2 minutes. Hata NFP wanajua by the time NFP inatoka leo, wao wataipeleka price wapi. Kwa hiyo these are very big professional traders. Yani kwa hiyo ukiona kwamba umekaa tuseme kwenye kompyuta yako, unadhani uko mwenyewe, kuna mtu anataka achukue hela yako.
I know it might be like a conspiracy theory and you might think I might be a little crazy, lakini it's real. Kwa hiyo tujaribu tuangalie jinsi ya kujua where the market makers are. Kwa hiyo wao usually wako 24 hours. Kama ukiona hizi desk zote, it's usually mchana na usiku. Kwa sababu sasa hivi unakuta kuna market maker wa London, akiondoka anaingia Hong Kong. Kwa hiyo kuna 24 hours akiondoka anaingia New York, then Hong Kong, then jinsi inavyoendelea. Okay? Kwa hiyo ndo maana market ina move almost in 24/5, si ndio? Kwa hiyo tunaendelea sasa. Sisi tuna MT4 in terms of, kila mtu anajua MT4 yetu ilivyo. Tunaelewana? MT4 ni kwamba sisi tunao, lakini sasa wao wanao book yao wenyewe, user guide. Hii inaitwa MT4 user guide, manager user guide. Wao wanajua MT4, they have a different version of MT4. Sisi MT4 yetu unakuta ni tofauti. Kwa hiyo wao wanaweza kuona order zetu. Unanielewa? Broker wako ukiingiza order, wao wanaweza automatic anaona order yako ulioingiza. Na anajua wangapi sasa hivi wamesell euro, anajua wangapi sasa hivi wamebuy euro. Kwa hiyo ana information ambayo sisi hatuna. Unanielewa? Kwa hiyo hapa tutaenda haraka kidogo. Kwa hiyo tutaenda haraka kidogo kwa sababu this is a very okay, this is what I'm talking about. MT4 yetu aiwagi hivi. This ni manager desktop ya market makers. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, jinsi anavyoona, anaona positions zenu zote. Anaona labda Carl leo ameuza kiasi fulani. Anaona labda Ana ameuza na yeye kiasi fulani. Kwa hiyo jinsi sisi tunavyodhani, kwa sababu most of us retail traders tumekuwa trained by, tuseme most of us tumesoma Forex Bible, most of us tunasoma Baby Pips, most of us tumesoma The Naked Forex. Kwa hiyo tunakuwa most likely na the same mindsets. Kwa hiyo tukibuy, tunabuy kwa sababu labda euro imebreak trend line, tunasema inaenda chini. Tunanielewa? Kwa hiyo unakuta watu wengi sana yeye anajua mlipo. Kwa hiyo unashangaa, kuna wakati unashangaa unaona kama price inakufuata inaenda kugonga ya stop loss. Ni kwa sababu nyie mna think the same. Retail traders think the same. Ndio maana anaenda anazichukua zile orders, anachukua orders zenu. Kwa hiyo tukifikiria in terms of that, tunataka tujue ni nini hasa tunaweza kufanya ili tuweze ku trade in line with them, the institution traders. Tutaonyeshana mfano, lakini baada ya hapa nitaonyesha other tools ambao wanatumia. Sasa kuna records, kuna stop outs. Yeye anajua mwenyewe, anajua. I'm sorry, some of it iko in Russian, I couldn't get other in terms of language, lakini anajua kabisa, anajua range gani mpo na stop loss zenu ziko wapi. Anajua labda orders za milioni 4 ziko juu kiasi gani. Anajua stop loss yako ya euro leo NFP utaweka wapi. Anajua wangapi mpo, anajua wangapi mko kwenye margin call. Kwa hiyo kuna a lot of things kama hapo unavyoona hapo inaitwa margin calls. Anajua your balance ilipo. Kwa hiyo kuna a lot of things ambazo sisi tunaichukua in terms of atuitilima nani, lakini these things zipo na sisi tulikuwa atujui wakati tunaanza forex. Ndio maana ni rahisi sana ku lose money. Ni rahisi sana ku lose money than to make money in forex. That is why you are likely to make more money ukianzisha brokerage in labda in Tanzania kuliko kuanza ku trade forex. The myth is, unaona watu kwenye Instagram wananunua Mercedes Benz, wananunua Beamers, ni kwamba wao wanajua how the market works. Unaweza uone useme na mimi one day I'll buy a Beamer or I'll buy nani, lakini most likely hizi ni myth. Hizi ni myth ambao ni terms of marketing, lakini kuna wengine they are very good traders, lakini wengi wao unakuta ni marketers.
kuna a lot of marketers. Our brokers sawa wanatusaidia vitu vingi, lakini kuna vitu ambao hawatuambii. Hivi vitu tungevijua kabla, tungeweza kuepukika. Vinaepukika hivi vitu. Kwa hiyo tutaenda nisije nikawaboa sana. Sasa hapa hizi ni basically the market cycle. Market ina move in cycles. Jinsi market maker ana move in cycles. Kabla sijaendelea, ningependa maswali kwa sababu huko tunapoelekea itakuwa more advanced in terms of technical more advanced, na nitajaribu kuwafundisha kidogo jinsi ya kumspot the market maker, jinsi ya kufanya vitu, jinsi ya kumuona alipo. Lakini hii hapa tulipofikia is cycle, jinsi anavyo move. Ana move in threes, ana move in 3 levels, 3 pushes. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, move 1 ana consolidate, move 2 ana consolidate, move 3 ana consolidate. Kwa nini ana consolidate? Ana consolidate kwa sababu kuna watu wale kufanya those retail traders wanakuja na vitu vao. Wanaweza waseme labda hapa watu wanaotumia harmonic labda patterns. Wasema hapa nimeona pattern hapa, euro is likely to go up. Kwa ana consolidate ile wa confuse ili achukue orders, more orders. Akiconsolidate ana create confusion. Hii hayokiji straight away this way. So kwenye market utaweza uone it's very straight away, lakini this is basically in terms of isn't the basic, yani hizi moves zake. Kwa anaenda in threes. Unanielewa? Sasa hapa tuko kwenye charts. The charts ndio naweza kueleza in terms of kama nilivyosema ana move in threes. Kwa market maker akiingia asubuhi, tuseme asubuhi London, si ndio? Unakuta usually ana create a range from previous Asia. Kwa sababu Asia, most of the European pairs move. Kwa sababu unakuta markets kule in New York and in London zimefungwa. Kwa hiyo zina move in terms of range. Yeye akija, anakuja kwanza, ana check kama alikuwa anatakiwa aende juu for the day. Kwanza anahakikisha kwanza watu wote ambao ni retail traders wote amwadanganya kwamba anaenda chini kwanza. Kwa hiyo anawadanganya, akiingia tu mara kwanza anawadanganya anaenda false move. This is what we call false move, or also known as stop hands. Kwa hiyo watu wote ambao wana trade breakouts, si ndio? Wana trade the London breakout, unakuta kuna sell stops hapa, si ndio? Au hapa buy stops. Sasa yeye akija anaingia, ana induce traders wachukue sell, alafu by this time kumbuka kuna watu hapa wamebuy. Kuna watu hapa kama mnaweza kuona my cursor wamebuy. Kwa hiyo inamaanisha at the same time anawatoa watu ambao wamebuy, maana stop loss zao kwenye retail traders kwenye naked forex anasema 15 pips below the range, si ndio? 15 pips. Kwa hiyo unakuta kama umebuy hapa, unakuta your stop loss ziko hapa. Most of the stop losses zinakuaga hapa. Kwa hiyo unakuta anakutoa. Sasa akishakutoa unasema maybe this price is going down. You start selling. Akirudi, angalia alivyorudi. Akirudi achukui this low. Yani so in terms of a genius, achukui low. Anahakikisha kuna watu hapa amewabana, kuna watu hapa na wao wamesell. Akiondoka anaondoka in terms of waves. Kwa hiyo akiondoka anahakikisha hamna mtu hata mmoja atajua anaondoka. Kwa hiyo hata akifika hapa, mtadhani ukichukua Fibonacci, kama wale ambao wana trade Fibonacci, mnachukua ukimeasure here from here itakuwa labda 61.8. This is a good sell tena according to textbook. Hii si ndo hapa kuna resistance, ndio?
hapa kuna resistant, this is a very good sell spot. Anawadanganya tena, anaenda the other way, ana hit the stop zote. Akishamaliza the day, anarudi into consolidation. Kama unakumbuka nilichowaambia, ana consolidate kwanza, the next day range, then the same thing, stop once, anaenda opposite direction. Alafu akishamaliza anaenda uni direction, namaanisha direction moja, direction moja. Kwa hiyo anaenda tena, the next day anafanya the same thing, anakuja na range, ana stop point, anaenda juu. Ukiangalia in terms of that, tumemaliza wiki. Kwa hiyo unakuta ana move in 3 levels, tunaziita levels, yani 3 days anaenda 3 levels, 3 different levels. Hizi day zinaweza kuchukua masaa, zinaweza kuchukua siku, lakini most likely, most on average anaendaga kwa siku. Kwa hiyo nitawaonyesha most of my trades, lakini baada ya hapa sasa ndo tumefikia sehemu ambapo unaweza uniulize swali lolote kabla hatujaendelea, kwa sababu huku tukiendelea sitajua kama mmenielewa ama bado. Carl, back to you bro. Yes. Guys, kama kuna mtu yote ana swali mpaka hapa tulipofikia, anaweza akatype, alafu tutaona hapa, then itakuwa vizuri kwa sababu watapata nafasi ya kujibu. Let's give 5 minutes mwanze kuuliza maswali, and the next, yes, kwa Kiswahili anaweza akajibu na anaongea na Kiswahili. So 5 minutes, anzeni kuandika maswali hapo, after that ataendelea. Few questions. Is MetaTrader the only platform we use? What about CTrader? It is also pretty good and neat. Another question. So technically, the market makers are like the house in a casino. Is there a really way to counteract? Naona maswali yanazidi kuingia. Raymond anauliza, now, how can we trade like them? Basi naweza kujibu haya maswali kama matatu nimeona. CTrader unaweza kutumia CTrader, lakini the game doesn't change. Tunaelewana? The game doesn't change. Hapa nimeonyesha tu mfano wa MT4 kwa sababu watu wengi sana tunatumia MT4. Lakini kitu ambacho tunakiona kwenye MT4 na CTrader ni the same thing. Yani our psychological way of trading is the same thing. Kwa hiyo it doesn't change. Hii ni mfano tu wa MT4, lakini kuna a lot of platform, kuna Thinkorswim nadhani, kuna CTrader, kuna a lot of stuff, lakini the game still the same. Huyo aliyosema ni kama casino, yeah, is actually right, kwa sababu the house always win. There is a reason kwa nini 95% of retail traders wana lose. Kwa hiyo iko kitu ni sawa kama unaweza kuangalia in terms of that. Lakini iki swali lingine tena ni kuhusu swali tatu ni kuhusu jinsi ya kubeat the market maker. Yes, you can actually beat the market maker. I can actually share it with you. Lakini in terms of jinsi tutavyoendelea, kitu ninachotaka nijue kwanza ni kwamba watu wote wamejua hizi terms ambazo nazotumia. We can join the market maker. Tutaweza kwa join na tuna trade in line with them. That is why we are here. We are here ili tuweze kujua how to trade in lines with them. Tukianza kumuona market maker ndo tutaanza kujua kwamba this guy is what do you call ni mwizi, kwa sababu anaiba hela zetu. Sisi tulikuwa hatujui.
yani ni mtu ambao ukiangalia sasa utaanza kukasirika, kwa sababu kumbe sisi tulikuwa tuoni in terms of that. Kwa hiyo kama kuna maswali mengine, kuna mengine tena yamekuja? Hello? Okay. Two more questions. James anauliza, hii game kwa brokers ambao ni market makers tu au? So he's asking labda wa EZCN. Okay. Sasa the point is, pale mwanzo nilipokuwa na define market makers nilisema ni institution traders. Hawa ni tofauti na brokers wetu. Tunanielewa? Brokers wenyewe na wenyewe ni kwamba ni watu wawili tofauti. Brokers na institution traders ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo tukiingia kwenye brokers wa market makers ni kwamba kuna utofauti jinsi wanavyo define, lakini brokers na our institution traders ni watu tofauti, lakini both wana trade in line, kwa sababu na broker wako anajua order zako zilipo, lakini most our institution traders ni watu tofauti na brokers. Sijui kama tumeelewana au there are some additional things natakiwa niseme. James, are you all right? Nimejibu swali lako? Basically I think it's clear, labda tunaweza tukaendelea. Kwa hiyo okay. Another question? Okay, Alice anasema kuhusu how does a broker differ from a dealer? Okay, those are two same people. Dealer na broker ni the same people, kwa sababu ya dealer ni mtu ambao unamwambia akufeel at what time, na broker wako ni mtu anakuunganisha. Broker ni dalali anaokuunganisha. Ukitaka kubai, yeye anatafuta mtu anao sell. Unaelewa? Kwa hiyo dealer na broker ni the same thing, lakini our institution traders ni different people. These are the big sharks. These are people who don't need leverage in the market. They can move the market at their will. Okay. Kwa hiyo kuna swali lingine tena? Tuangalie. Plus if the broker is Cool. Nafikiria tuendelee, we are remaining na 15 minutes. Q&A tutamalizia mwishoni. Sawa. Kwa hiyo sasa hapa what I wanted to do after this ni kwamba nionyeshe some of my trades that I took na kwa nini nilichukua kabla hatujaenda kwenye vitu vingine vote. Lakini jaribu kushare my trades tuone kama tunaweza kujua. This is a very big topic. Yani kitu ninachotaka niwaambie, this is a topic ambayo sisi wenyewe ukiangalia kufundisha ama kumuelekeza mtu inaweza kuchukua siku 5. Kwa hiyo nimejaribu kuweka in terms of kila mtu aweze kuelewa in an hour. Kwa hiyo ndio maana nimewafeed a lot of information. I'm very sorry kwa sababu nimewafeed a lot of information at one go. Lakini ni a thing ambayo inachukua more than 5 days kufundisha. Ni very big topic. Ndio maana najaribu kwenda haraka. Kwa hiyo naomba radhi kwa sababu ya hiyo kitu. Lakini tuangalie sasa trades ambazo nilichukua na kwa nini nilizichukua. Okay, let's see. Okay. This is one of the trade I took, I think on the sorry. This is one of the trade nimechukua I think on the 15th mwezi wa 6. Kama nilivyokuwa naonyesha. Subiri ni zoom out. Okay. Sorry. Kama nilivyokuwa nawaambia, okay.
our market makers, they're very shady people. Okay, jinsi alivyoanza day hii nilichukua on this day. Okay, this is on the 14th. This is a 15-minute chart. This is a live account, kama unaweza kuona hapa juu ni real account. Okay, kwa hiyo sasa hapa jinsi alivyokuja, kama nilivyokuwa nakuonyesha, nilivyokuwa nawaambia, his main trend of the day ni kwamba alikuwa anatakiwa aende sorry. Okay, now we can do this. Okay, alitakiwa aende chini. Okay, main trend of euro US dollar on the 14th, he was supposed to go down. What he came to do after the Asian range, amekuja, hii ni basically we call it the Asian range. Okay, hapa market unakuta I move from here. Okay, Asian range ni ule muda ambao New York imefungwa, lakini Asia market bado zina trade. Hii ni kwa sababu hii ni European pair na imekuwa paired na New York ambao ni dollar, si ndio, ambao ni ya Marekani. Unakuta most of the traders hapa wamelala, ndio maana market haimove sana usiku, sasa kwenye hizi European pairs. Kwa hiyo alivyo create hii range ni kwamba asubuhi tulivyoamka, nadhani hapa ni saa 4 saa 5, asubuhi tulivyoamka London ilivyokuja ikatokea news, na jinsi anavyotumia news anatumia in terms of into his own advantage. Kwa hiyo alivyoingia akadanganya watu, sawa, people bought, people bought in terms of wakaona inaenda juu, today euro is actually going up, lakini ilivyomaliza amechora this is what we call an M. Okay, an M. Kwa hiyo alivyoshuka tu nikajua this is basically amwadanganya watu wote ambao walikuwa na buy. There are people hapa walikuwa buyers wengi sana, walikuwa wanajaribu kubuy, wanaona kama they're losing time, they're losing money, the euro is actually going up. Lakini what he did by this time, hii week ndio kitu nicho kusema, this is a week, yani ni kwamba alifungua hapa, akaenda akakaa muda kama dakika 5, akawasubiria watu wote ambao mnataka mumpe hela zenu ili muingie, buys. By the time anakuja kuclose, ameclose in very big range, yani amewatoa watu wote. Kwa hiyo after this when I took this sell, and it actually went 80 something, 80, 84, 86, 40. Kwa hiyo hii ni example of the market maker in play. Alafu kuna vitu vingine, hii ni the same trade niliyochukua, kwa hiyo ni ya siku hiyo. Kwa hiyo this is the same trade. Kwa nini amna any new information in this, lakini alafu kuna trade nadhani ya juzi, sijui this week, kama uliona kwenye group nilipost kwamba I sold the euro. Why did I sell the euro? Hii picha hizi kaonyesha kwa nini I sold the euro, lakini ukiangalia previously on Friday, last Friday, ni kwamba alifanya the same thing ambapo nawaambia, anawadanganya kwanza watu, anaenda the opposite direction, akishatoka hapo basi anaenda unidirection, ambapo unidirection ni huko. This actually I took like 80 something pips out of this trade, 80, 60 something. Actually I can't remember, lakini I just made money on this. Lakini kwa hiyo hii ni mmoja wapo wa mfano ya jinsi kitu anachofanya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sawa, breakout zina work, breakout strategy zile za books zina work, lakini unakuta you are so lucky that uko na wewe in terms na trend ya market maker. Tumeelewana? Kwa hiyo unakuta kwa bahati nzuri na wewe siku hiyo ulivyoamka ukasema tuna sell, lakini hukujua kwa nini price inaenda chini. Unajua not knowing na yenyewe ni tatizo, kwa sababu not knowing kwa nini price went down inamaanisha kesho ukiamka ukisell tena akienda juu hauwezi ukajua kwa nini ameenda juu. Utaweza useme labda
hizi breakout strategies hazifanyi kazi, trendline hazifanyi kazi. Kwa nini? Yani mara nyingi sana tunabadilisha strategies kwa sababu tunasema hizi indicators zina lag, hivi vitu vina nani. Kwa hiyo sasa hivi mimi natumia pivots, sasa hivi natumia trendline. Trendline sasa hivi hazifanyi kazi, tunatumia breakout, support and resistance. Lakini tukiweza kutumia support and resistance pivot lines with the market makers, that is what I actually do. Natumia the same tools that people use, lakini in line with the market makers. Kwa hiyo huu ni mfano wa mwisho. Kabla kuna yoyote tena na swali au tunaweza naweza kuendelea? Carl, back to you, man. Muda umeisha, I think tuendelee kwanza. Kwa hiyo kuna nimeona kama okay, kuna maswali hapa. How do we spot fake outs? Na pia is what they are doing so. Kama maswali mawili. Legal, na how do we spot fake outs? Sasa fake outs they are very easy to spot kwa sababu fake outs tukijua kwanza the direction of the market inaenda wapi. Kwa hiyo tukiamka asubuhi tukijua the direction ya euro leo inaenda chini. Kwa hiyo asubuhi tukiamka akianza kwenda juu, usually that is the fake move. Kwa hiyo hawezi ukaingia kwenye fake move. Akianza kwenda chini tutaanza kwenda naye. Tunaelewana? Kwa hiyo fake out kwanza tunabidi tujue direction ya market leo iko wapi. Tunaelewana? Kwa hiyo a lot of things tunatakiwa tujue. Kwa hiyo tukishajua kama euro leo anaenda wapi, anaenda chini, si ndio? Anaenda chini. Kwa hiyo kwanza tunamsubiria aende juu. Kwa sababu kuna wenzetu na wao hawajui kama euro leo inaenda chini. Hawana the information that we have. Tunaelewa? Na the information that we have is not rocket science. Mimi mwenyewe I'm a very ordinary guy na naweza kuzispot na mtu yote anaweza kuzispot, lakini tukifundishwa in terms of mtu akikuelekeza na ukianza kuziona utaanza kushangaa. Ndio maana unaweza kuchukua multiple trades kama hizo trades ambazo nilizozichukua ni kwa mfano tu. Alafu easy is what they do is legal. Yeah, it's actually necessary evil. Lakini it's not legal and it's not well defined. Kwa sababu wow, they can move the market. Kama umewahi kusikia a lot of lawsuits zinatokeaga, unakuta wanasema the forex market is rigged, unakuta a lot of lawsuits in miaka ya nyuma kama miwili mitatu tumesikia forex market imefanyaje, lakini kwa sababu sisi tunajua hawa watakuwa tu wanatania. This thing is what happens. This is why you don't make money in the forex market. Ukija hapa na hela yako utakuja umpe. Yani it's much better uende ukaangalie movie, uende ukafanya vitu vyako vingine. At least that just go. This is a very expensive hobby. Kwa sababu yani unakutana na mtu ambao he doesn't care kama umeweka school fees, he doesn't care kama ndio hiyo hela yako ya mwisho. These are people that don't even care. Kwa hiyo swali lingine kama unaweza nani? Sasa kuna mwingine anauliza kwamba utajuaje kwamba euro. Sasa kwa sababu one hour, this is a 1 hour session. I can even show you kwa nini tutajuaje euro inaenda chini au nani. These are cycles. Okay, these are market cycles. Na market ina move in cycles. Uzuri tunaweza kujua yuko cycle gani leo. Tunanielewa? Kwa hiyo in terms of kwa hiyo tunajua leo euro ataenda lini. Ndio maana kama ulivyokuwa unaniona during the week, toka Jumatatu, I was selling the euro. Yani ukiangalia charts nyingi ambazo nilizo share, I was selling euro, I was selling Audi USD, I was selling a lot of stuff. Na kwa sababu nilikuwa najua alipo the MM. Kwa hiyo
it's actually unaweza kufundishwa, una ways ya kufundisha na kumspot. It's very simple. It's not that hard. It's not rocket science. Okay, I recommend we have another one. It's a good, Eric. Nimeona nani lako recommendation yako. It's very good. Lakini man, amjachoka kwa sababu it's we might do another one. Tuta organize something with Carl. Lakini this is something ambayo nitaka tu mjue kabla mjaweka hela zenu. Is at least hata kama you think I'm a bit on something, just go and do your own research. Yani kabla hujaweka hela yako, kabla hujaenda live, just go and do your own research afu uangalie am I right or wrong, how in terms of is this guy anaongea kitu ambacho anakielewa au anatudanganya. Nenda kafanya research yako afu uje afu uniambie, kwa sababu this market ni noma. It's not a thing ambayo una nani. It's not a thing ambayo you keep your money, man. Okay. Tuendelee is what to do. It looks like fraud. Because a lot of people lose money. Yeah, people defrauding, man. Yani easy market ni kwamba ukiingia jinsi ulivyo anakupokea jinsi ulivyo. Kwa hiyo ni vema uwepo umejiandaa. Kwa hiyo tunaweza kuangalia, organize something with Carl afu tuangalie. Sasa hivi imefika saa 8:02 saa yangu inanionyesha. Kwa hiyo tutaangalia jinsi ya unaweza kuzipata YouTube. Actually you can get them in YouTube. If you search market makers in YouTube unaweza kuzipata. Lakini this is a cause, this is something ambao it's more than 1 hour, it's more than 1 day. Ni kama a 5-day course, it's big thing. Kuna a lot of insights ambao nimeacha, kuna vitu vingine nime push through. You need mentors, unahitaji mtu mwenye msaada ambao anaweza kukusaidia zaidi na zaidi. Sisi wenyewe we had mentors, so kama tulitokea tu tulizaliwa nazo, lakini na sisi tulifundishwa, na najua watu wanaweza kufundishika, na najua this market is meant for everyone, lakini in the right direction. Kwa hiyo kama tunaweza tutaangalia jinsi sisi na Carl, mimi na Carl tunaweza kusaidiana, na we'll see what we can do. Alice nimeona session nyingine lini tutapanga, lakini for this thing for now I think tunaweza kuishia hapa. Yeah, you actually need 6 months. Actually unahitaji almost 10,000 hours, lakini with the right direction. Unanielewa? Utaweza uwepo 6 months una trade hizi trend lines. Uta trade trend lines, factors, zinaitwaje zile Bollinger Bands, easy lagging indicators. Kama umeona charts zangu are very clean. Umeona kama zile ambao nimesha za euro, they're very clean. I only use I think ni EMAs tu. Kwa hiyo unakuta they're very clean kwa sababu you only need to know where the direction is. Tunaelewana? Kwa hiyo mimi naona tunaweza kuishia hapa. Happy NFP for those people who are trading NFP. Lakini tunaweza kuishia hapa, alafu tutaona jinsi ya kusaidiana. Unaweza kuongea na Carl kwa sababu Carl is a very good organizer. We can do something actually. I think a physical class is better kuliko an online class kwa sababu ninaweza kuwaona na naweza kuwaambia. Kwa hiyo yeah, thanks Eric. Kwa hiyo tunaweza kuishia hapa. Back to you Carl, back to you bro. Asanteni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Thank you. Guys, I guess wengi mmekuwa mna trade, wengi mmekuwa mna kwenye demos, wengi mmefuata YouTube, but risali moja tu, your insight kuhusu forex imebadilika. I believe jinsi kilichopata kitu ndani ya 1 hour kimebadilika. So
let's take this opportunity kusema shukran kwa this free training ambayo imetokea hapa. Just imagine mtu kacha mambo yake lisaa lizima anakufundisha wewe forex. So it's something ambacho we must be grateful, and we thank you both. The presentation was super dope. Tuko naye kwenye group, in case ya chochote yeye yupo pale from time to time, akiwa kwenye free atakuwa anachangia, atakuwa anatoa na chochote kinachoendelea. So we are the forex family, sisi ni familia moja, hatutowaacha. So kuna some of the stuffs mingi zinakuja, we will be announcing, but kwa leo tunaomba tuishie hapo. In case of anything, questions, maswali na nini, revert to group, tutaendelea kuwasiliana, and then training zaidi na zaidi itaendelea.